Kuna hadithi ambayo wengi wetu tulifundishwa kimya kimya, mara kwa mara, kwamba afya ya akili ni tatizo la watu wenye uwezo, kwamba linahusu watu wenye muda, faraja au upendeleo. Lakini hadithi hiyo haijakamilika, kwa sababu watu wanaoishi katika umaskini hukumbana na viwango vya juu vya msongo wa mawazo wa muda mrefu, hali ya kutokuwa na uhakika na kuwa hatarini kupoteza mara kwa mara, mambo ambayo polepole hudhoofisha ustawi wa afya ya akili. Hata hivyo, mtu tajiri au anayejulikana anapofariki kwa kukatisha maisha yake, swali ambalo watu wengi huuliza ni, lakini alikuwa na kila kitu, kwa nini amefanya hivyo? Swali hilo linaonyesha kutokuelewa. Watu kukatisha maisha yao hakuhusiani na kuwa na vitu au kukosa vitu. Kunahusiana na kile kinachojikusanya ndani ya mtu kwa muda mrefu. Iwe ni shinikizo, upweke, ukimya na imani kwamba hakuna mtu angeelewa hata kama angeongea. Hili ni jambo ambalo kwa nadra sana tunaongea kwa sauti, kwamba watu kukatisha uhai wao hakuanzi kama uamuzi, unaanza kama mchakato wa muda mrefu wa ukimya, na mara nyingi hauonekani. Huanzia kwenye mapambano yasiyozungumzwa, msongo wa mawazo usioisha, hisia kwamba maumivu yako hayastahili kuzingatiwa, iwe ni kwa sababu wewe ni maskini na unapaswa kushukuru, au wewe ni tajiri na huna sababu. Na kadri muda unavyopita, ukimya huwa mzito kuliko kuzungumza, na ukimya huo huwafanya watu wengi wanaamini kuwa wako peke yao. Lakini hii ndiyo sehemu inayobadilisha kila kitu, kwamba kwa sababu watu kukatisha maisha yao ni mchakato, basi kuna uwezekano wa kuzuia huo mchakato. Sio na wataalamu peke yake, sio na wahudumu wa afya peke yao, bali na binadamu wa kawaida wanaoona mabadiliko, wanaouliza maswali kwa upole, wanaosikiliza bila kulazimisha suluhisho, na wanaokataa kugeuza macho. Kinga haianzi hospitalini, inaanza kwenye mazungumzo ndani ya familia, pahali pa kazi, katika jamii, katika nyakati ambazo mtu anachagua uwepo badala ya dhana. Tunapoacha kuchukulia watu kukatisha maisha yao kama tukio la ghafla, basi wajibu hubadilika, ukimya huporomoka, na kinga inakuwa inawezekana kila mahali. Kumbuka, watu kukatisha maisha yao si tukio, ni mchakato, na michakato inaweza kukatizwa.